Leo nina swali ambalo limeharibu urafiki na watu, limeleta mabishano kwenye familia na limegawa mitandao ya kijamii. Kila siku tunasikia watu wakisema, ajira ni utumwa, acha kazi ukaanze biashara. Lakini ukiangalia kwa umakini, kuna wafanyabiashara wanataka kupata ajira nzuri, yaani mambo yanachanganya. Pamoja kuna walimu wanaohitaji kuanzisha biashara. Sasa hapo ukweli ni upi? Je, biashara ndio njia pekee ya kuwa tajiri au kuna watu wanaowapotosha vijana kwa kuwafanya waamini kila mtu anatakiwa kuwa mfanyabiashara? Leo sitamwacha Kevin apite kiurahisi. Kama anaamini biashara ni bora kuliko ajira, atalazimika kunithibitishia. Na kama anaamini ajira inaweza kukufanya ufanikiwe, basi pia atalazimika kutetea hoja hiyo. Karibu sana Fikra Point, mahali ambapo fikra huzungumzwa pamoja na maarifa. Leo tutatatua ukweli bila kutumia maneno magumu. Kevin, leo nataka tuwe wa kweli kabisa. Mitandaoni kuna msemo unarudiwa sana kwamba ukiajiriwa utafanikiwa. Ukitaka utajiri, acha kazi uanze biashara. Je, unakubaliana na kauli kama hizo? Kusema kwamba ajira pekee haileti mafanikio au kwamba biashara ndio njia pekee ya utajiri kunaweza kupotosha watu wengi. Ukweli ni kwamba njia hizi mbili zina faida na changamoto zake, na mafanikio hutegemea zaidi matumizi ya rasilimali fedha na malengo ya mtu binafsi. Ajira inatoa utulivu wa kipato, fursa ya kujifunza kwa kutumia mtaji wa mtu mwingine na kujenga mtandao. Wengi wamefanikiwa kwa kupokea mishahara na kuwekeza kwa busara. Biashara inatoa uhuru na uwezekano wa kupata faida kubwa, lakini inahitaji uvumilivu, mtaji wa kutosha na akili ya biashara ili kukabiliana na hatari. Subiri kidogo. Unasema kupingana na biashara, lakini unapinga ushauri wa kuacha kazi. Hii imekaaje? Sipo kusema kwamba biashara ni mbaya. Ninachojaribu kusema ni kwamba kuacha ajira bila kuwa na mpango thabiti au mtaji wa kutosha kunaweza kuhatarisha maisha yako ya kifedha. Njia bora sana ni kuanzisha biashara kama mradi wa pembeni wakati bado umeajiriwa, ili kujenga msingi thabiti kabla ya kuchukua hatua ya mwisho. Okay, tukianza na sehemu ya kwanza kabisa. Je, ajira ni utumwa? Kwa kifupi tu. Hapana. Ajira sio utumwa, ni makubaliano ya hiari ambapo unauza ujuzi na muda wako ili kupata kipato na uko huru kuondoka wakati wowote ukiona haikufai. Kwa nini basi watu wengi wanasema ajira ni utumwa? Watu wanasema hivyo kwa sababu wanahisi wamefungwa na muda, na mara nyingi wanahisi malipo yao hayawiani na juhudi wanazotoa, au wanatamani kuwa na uhuru zaidi wa kufanya mambo yao wenyewe. Hata hivyo, wengine wanaona ajira kama fursa ya kujifunza, kupata uzoefu na kujenga mtandao muhimu kabla ya kuthubutu katika ujasiriamali. Lakini ukweli ni kwamba mwajiri ndo anayepanga muda wako na pia na likizo yako, hata mshahara wako. Huo si ukosefu wa uhuru? Una hoja nzuri sana hapo, kwani ni kweli kwamba katika mfumo wa ajira unawajibika kufuata ratiba na maelekezo ya mwajiri wako. Hii ina maana kwamba uhuru wako wa kusimamia muda na hata kupanga mapumziko unakuwa na mipaka. Kwa watu wengi, huo ndio ukweli mchungu unaofanya watafute njia mbadala kama ujasiriamali ili kujipatia uhuru kamili wa kufanya maamuzi yao. Je, ni upande upi kati ya ajira na biashara unaamini unaleta utimilifu zaidi kimaisha na kisaikolojia kulingana na matakwa binafsi ya mtu? Kwa wewe unatazama nini labda kutokana na kauli hizo ambazo zimekuwa zinazungumzwa mara kwa mara? Mimi naitazama kauli hiyo kama kielelezo cha utafutaji wa maana na uhuru binafsi katika maisha ya mwanadamu. Badala ya kuona ajira na biashara kama maadui, tunaweza kuona hizo kama njia mbili tofauti zinazowezesha watu kufikia ustawi, lakini kwa vipaumbele na njia tofauti. Kikubwa kuliko yote ni mtu kujua malengo yake, kupanga vizuri na kuchagua mtindo unaomfaa zaidi ili kupata utimilifu anaoukimbilia, iwe ni ndani ya ajira au biashara. Kevin, ngoja nikupinge kidogo. Ninawajua watu walioacha ajira wakaanzisha biashara. Leo wanaingiza fedha mara 10 ya mshahara wao wa zamani. Hao si ushahidi kwamba biashara ni bora?
Ni kweli kabisa. Hao ni mfano tosha kwamba biashara ina uwezo mkubwa sana wa kuleta mapato makubwa na kubadilisha maisha. Hiyo inaonyesha upande mzuri na wenye tija wa ujasiriamali. Hata hivyo, ni muhimu pia kukumbuka kuwa ulimwengu wa biashara una changamoto zake, na kuna wengi pia ambao hujaribu lakini hawafanikiwi kwa kiwango hicho. Mara nyingi tunaona hadithi za mafanikio lakini tunasahau au hatuoni wale ambao waliwekeza na kupoteza mitaji yao. Inategemea sana na uwezo wa mtu binafsi wa kusimamia hatari, uvumilivu na ubunifu. Ni vitu gani ambavyo unaona vimewafanya mpaka wakafanikiwa hivyo na waajiriwa wengi wanatamani kuingia kwenye biashara? Wale waliofanikiwa sana mara nyingi huwa na dira iliyo wazi, uvumilivu wa kukabiliana na changamoto, ujuzi wa kusimamia fedha, na wanatoa huduma au bidhaa ambazo soko linazihitaji kweli. Kwa upande mwingine, waajiriwa wengi wanatamani kuingia kwenye biashara ili kupata uhuru wa kifedha, kubadilika kwa ratiba zao na kuwa na uwezo wa kujipatia kipato kisicho na ukomo. Kwa hiyo tatizo ni kwamba watu wanaangalia ushindi wa waliofanikiwa. Ni kweli kabisa. Mara nyingi watu hupenda kuangazia ushindi wa wale waliofanikiwa, huku wakisahau au kupuuza changamoto nyingi, majaribio na hata hasara ambazo watu wengine hupitia katika safari yao ya biashara. Hali hiyo inaweza kusababisha matarajio yasiyo halisi na hata maamuzi ya kukurupuka. Kitu gani kinafaa kwa vijana? Tuseme kuna kijana ana miaka 24, ana ajira, umeona, anapata mshahara wa kawaida tu, alafu ana ndoto ya kuwa mfanyabiashara mkubwa. Unamshauri nini kwanza kama huyo? Kwa kijana huyo mwenye miaka 24 ambaye ana ajira na ndoto ya kuwa mfanyabiashara mkubwa, hatua ya kwanza kabisa ni kuwa na mpango thabiti na uvumilivu. Kwanza ninamshauri aanze kwa kujiwekea akiba kutoka kwenye mshahara wake ili kujenga mtaji. Akiweka hata 20 hadi 30 ya kipato chake kila mwezi, itamsaidia sana baada ya muda mfupi. Pili, anaweza kuanza biashara yake kama mradi wa pembeni akiendelea na ajira yake. Hii itampatia fursa ya kujifunza soko, kupata wateja na kuelewa changamoto za biashara bila kuhatarisha kipato chake cha kila mwezi. Dar es Salaam ina fursa nyingi za kidijitali ambazo anaweza kuzitumia bila mtaji mkubwa mwanzoni. Tatu, ni muhimu sana aepuke madeni yasiyo ya lazima na atunze nidhamu ya kifedha. Kujua jinsi ya kusimamia mapato na matumizi ni msingi wa mafanikio ya mfanyabiashara yoyote. Je, unafikiri ni changamoto gani kuu inaweza kumkwamisha huyu kijana anapojaribu kuanzisha biashara wakati bado ameajiriwa? Watu wengi wamekuwa wanajua kile walichonacho kwenye ajira yao. Sasa anawezaje kupata maarifa ili aweze kutengeneza source income nyingine? Ili mtu aongeze kipato na kujenga vyanzo vingine vya mapato, anaweza kuanza kwa kuongeza utaalamu katika nyanja kama uhariri wa video za kidijitali, matangazo ya mtandaoni au hata matumizi ya zana za akili bandia ili kuboresha tija. Maarifa kama haya yanaweza kupatikana kupitia kozi za mtandaoni, kusoma vitabu au kujifunza kutoka kwa wataalamu. Ni fursa gani ambazo unaona yuko kwenye ajira anaweza akazifanya bila kuathiri kazi yake na huku akiwa anatengeneza income nyingine? Kulingana na misingi ya utaalamu na fursa zinazopatikana Dar es Salaam na ulimwenguni kote, unaweza kujifunza ujuzi wa hali ya juu kuhusu akili bandia au AI. Watu wengi wanataka kujua jinsi wanavyoweza kutumia AI ili kuokoa muda kazini au katika biashara. Aidha, uhariri wa video za hali ya juu ni ujuzi unaotamanika sana. Soko limejaa biashara zinazohitaji matangazo ya video ya kuvutia. Pia, utangazaji wa kidijitali kupitia Google Ads au Meta Ads ni ujuzi mzuri sana. Huu ni mtazamo unaweza kufungua milango mipya bila kuvuruga utaratibu wa ofisini. Sasa Kevin, hapa kabla ya kumalizia hapa nina maswali ya moto, kwa hiyo nafikiri uwe tayari kuyajibu kwa uaminifu wa hali ya juu kabisa na uyajibu kwa haraka zaidi. Sawa kabisa. Niko tayari kupokea maswali hayo ya moto na nitayajibu kwa uaminifu wa hali ya juu na kwa haraka kadri inavyowezekana. Uliza tu, niko tayari kukusikiliza. Swali la kwanza linasema hivi: mshahara wa milioni 5 au biashara inayokupa 500,000 kwa kila mwezi lakini inakuwa, ni bora ipi? Hili ni swali zuri sana linalohusu vipaumbele na maono ya muda mrefu. Kiuhalisia, biashara inayokuwa na kuingiza 500,000 kila mwezi lakini ina uwezo wa kupanuka zaidi inaweza kuwa chaguo bora kuliko mshahara usiokuwa wa milioni 5, kwa sababu ina fursa ya kukuwekea msingi wa uhuru wa kifedha na utajiri endelevu hapo baadaye. Swali la pili, ni kosa gani kubwa vijana wanafanya wanapoanzisha biashara?
Mojawapo ya makosa makubwa ambayo vijana hufanya wakati wanaanza biashara ni kukosa uvumilivu na kutaka kupata faida kubwa mara moja. Wengi hutarajia mafanikio ya haraka, na wanapokutana na changamoto za kawaida za kibiashara huwa wepesi wa kukata tamaa na kufunga milango. Kosa lingine muhimu ni kutofanya utafiti wa kutosha wa soko ili kuelewa mahitaji halisi ya wateja na ushindani uliopo. Hii inasababisha kuanzisha biashara ambazo hazina soko la uhakika. Hatimaye kuna changamoto ya kutenganisha fedha za biashara na matumizi ya kibinafsi. Kuchanganya fedha hizo huvuruga mzunguko wa mtaji na kusababisha biashara kufa mapema. Ni kitu gani kingeweza kumfanya mtu aache ajira mara moja? Mambo kadhaa yanaweza kumfanya mtu aache ajira mara moja. Hii inajumuisha mazingira ya kazi yenye sumu au unyanyasaji mkubwa, changamoto kubwa za kiafya zinazomzuia kuendelea na majukumu, au kupata fursa nzuri sana ya biashara inayoweza kubadilisha maisha yake haraka. Je, una upande upi unatamani zaidi tuuzungumzie kwa undani kati ya sababu hizi? Upande tu unaweza ukatupitisha kwa ufupi, atoe sababu gani za kuendelea kuwa kwenye ajira na kutoka kwenye ajira. Kwa kifupi, ili kuamua kati ya kuendelea kuwepo kazini au kutoka, mtu anapaswa kuangalia mambo machache muhimu. Sababu za kuendelea kuwa kazini ni pamoja na utulivu wa kipato, fursa za kujifunza kwa gharama za mwajiri, kujenga mtandao na kupata fedha za kuendeshea miradi yako ya pembeni. Kwa upande mwingine, sababu za kutoka kazini ni wakati biashara yako inaleta mapato ya kutosha kuendesha maisha, mazingira ya kazi kuwa mabaya, au pale unapohisi kwamba unakosa uhuru na uwezo wa kukua zaidi. Kevin, leo nimegundua kitu muhimu sana. Tatizo sio ajira. Tatizo pia sio biashara. Tatizo ni kufanya maamuzi makubwa bila kuwa makini. Unalizungumziaje hilo? Umeishika vyema kabisa. Hayo ndio hasa kiini cha mambo. Kufanya maamuzi makubwa kwa haraka bila kupima athari au kuwa na mpango maalum kunaweza kuleta changamoto kubwa, iwe ni katika ajira yako, biashara, au hata kwenye usimamizi wa fedha. Hali hii inasisitiza umuhimu wa kutafakari kwa kina, kutafuta ushauri na kuchukua hatua kwa uangalifu. Hii inasaidia kuepuka makosa ya msingi na kuweka msingi thabiti wa mafanikio ya baadaye. Je, ni hatua gani unadhani mtu anapaswa kuzichukua ili kuhakikisha anafanya maamuzi sahihi na ya busara? Sasa hivi ni wakati wa watazamaji wetu wa Fikra Point waandike maoni yao hapo chini na tutayasoma kwa umakini kabisa. Mimi ni mtayarishaji wako wa Fikra Point, na leo tulikuwa na Kevin kuzungumzia kwa nini mtu aache ajira aende kwenye biashara na ni vitu gani ambavyo anaweza akavizingatia kabla ya kuacha kazi yake na kufanya biashara. Andika maoni yako hapo kwenye komenti ili wiki inayokuja tuyapitie. Kevin atakuwa yuko tayari kusoma kila maoni ili mradi kila mtu aelimike. Kwa episode ya 5 inayofuata tutajifunza kwa nini watu wenye akili sana wakati mwingine hawafanikiwi. Siri ni nidhamu, tabia au maamuzi. Tukutane kwenye episode inayofuata. Tutakuwa moja kwa moja na Kevin kwa niaba ya kutupa maarifa ya kutosha. Hii ni Fikra Point, mahali ambapo fikra huzungumzwa pamoja na maarifa. Subscribe ili mradi kujifunza haya maarifa. Kevin, una kitu gani cha kumalizia? Ni heshima kubwa sana kuwa sehemu ya kipindi hiki chenye manufaa makubwa kwa jamii. Kwa wale wote wanaotazama, kumbukeni kuendelea kujisomea, kuwa na nidhamu na kufanya maamuzi sahihi. Ninasubiri kwa hamu kusoma maoni yenu yote ili tuzidi kuelimishana kwenye episode inayofuata ambapo tutazungumzia siri za mafanikio kati ya akili, nidhamu au tabia. Asanteni sana kwa muda wenu na tukutane tena wiki ijayo. Sawa Kevin, bye. Tukutane kwenye episode inayofuata, tutakualika tena.